Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nenda zangu, maana ndo Ramadhani hii hapo imeshakaribia. Kesho tukijaliwa tunaanza kufunga. Kwa hiyo ndugu yangu, yale tulokufundisha yote ndio muda huu wa kuyafanya, kumsikiliza mumeo, na wewe mwanamume pia umsikilize mkeo, muishi kwa amani, mpendane. Umesikia ndugu yangu eh? Na mimi nenda zangu nyumbani na mume wangu, maana ndo tukijaliwa kesho Ramadhani, kwa hiyo tutakuja kuonana. Sawa. Lakini mbona imekuwa mapema sana sister? Kwa sababu ungesubiri Ramadhani ikapita ukafungia hapa, kwa sababu tukiangalia huko ndani tuna nafasi kubwa tu. Mapema ndugu yangu, umesahau kama mimi na mume mwenye kichaa yule. Sawa dada, nimekuelewa. Na nakuahidi nitafanyia kazi maneno yako. Na kuahidi sitakuangusha kwa hili. Haya, mimi naenda. Sawa dada. Sawa. Haya, kwaherini. Na wasiwasi? Na wasiwasi. Mtaa unajua kwa umbea. Naambia. Safi. Babe, leo umenifurahisha sana. Yaani katika siku zote, yaani leo umenifurahisha. Kweli? Ndio. Hiyo wajibu wangu. Na kiasi nikapunguza dozi nikakukosa kabisa. Lakini sasa nini tena? Kuna kitu nataka nikushauri. Kwa sababu mimi na wewe sio mtu na mke wake. Ndio. Mimi na wewe ni mtu na mpenzi wake. Na ukiangalia kesho mwezi unaendama. Yaani nilikuwa naomba kitu hichi tu kimoja. Yaani sasa hivi tusitishe mpaka Ramadhani iishe. Sana kuandama na usana na vipi sasa na mapenzi yetu? Haya, wewe mwezi kesho unaandama na hakika gani? Au umeuchora wewe mwezi? Kuna kuandama na kutoandama. Na swala mwezi achana nalo, silete akilini. Si mida yetu kama kawaida vile vile. Usiku tunaonana. Kuna usemi unaosema kufunga mchana, usiku kupeana. Kwa hiyo mida yetu ya wanga ndio vile vile, kifika saa ngapi? Saa 1, saa 2 unakuja hapa. Sasa hivi hata wanga unaona unazurura usiku. Fanya hiyo bibi. Kwa unachotaka nivumilie. Muongea pointi sana na yenye maana, lakini kwenye swala la kuvumilia mimi halipo kabisa. Na mapenzi ambayo ulionipa wewe leo yananifanya nishindwe hata kuvumilia. Na kuna usemi unaosema Ramadhani mchana, usiku kupeana. Sasa wewe kitu gani ambacho unashindwa wewe hapo? Fanya unavyofanya. Tuonane usiku. Ni bora uje kukataa kufanya mapenzi. Nitarizika, tuonane nikukisi basi tujifukuzane kama kawaida yetu. Ila usiku tuonane bwana. Sawa? Zingatia hilo. Kweli baby. Si unanipenda? Mtu nakupenda. Basi sawa. Basi hamna shida. Basi poa. Haya. Hebu acha. Sasa kwani sina kusaidia tu kidogo? Hebu acha bwana, kawasaidia wao kule kwenda kuwasaidia tangu siku hiyo. Sasa mmangu, tatizo liko wapi kwani? Kitu gani wewe hujui? Wewe umeondoka hapa umekwenda kule mpaka leo hujarudi. Mmangu, siku moja tu mambo na watu kwa yule ndugu yangu vomie. Umezidisha siku moja. Wewe hujui kama Ramadhani hii? Nataka nifulie kanzu yangu mimi mpaka leo kanzu yangu hajafuliwa. Kwa hiyo na hiyo kanzu inafuliwa Ramadhani mpaka Ramadhani ndio ifuliwe.
Mume wangu, Mwenyezi Mungu katuhimiza tuswali muda wote na sio Ramadhani tu, lakini wewe ikifika Ramadhani ndio ufuliwe kanzu utakwenda kuswali. Sivyo hivyo, unakosea. Sasa nisikilize wewe, huko mimi nikajua labda mshaolewa nyote eti huko, na wewe umeolewa na ndugu yako ndio mshachanganishwa huko. Mungu hana muda maalumu bwana, ushanifahamu? Muda wowote wewe ukiamua kuswali unaswali bwana, umenifahamu? Mimi nimesema kesho nasali na hii Ramadhani bwana, ili funga zangu zikubalike lazima niswali. Sasa kanifulie kanzu yangu mimi, kesho nataka niswali. Wewe sala zako Ramadhani hadi Ramadhani. Mina. Unajisnap wewe, ibada yako ndio hiyo tu asubuhi mpaka jioni. Yaani hadisie masosi. Tayari? Bado. Saa 9 hivyo hiyo. Mimi sijapika leo, bibi mkubwa ndo zamu yake anapika. Bibi mkubwa anapika vipi wakati wewe ndo mpikaji humu ndani? Mimi nakuaje wewe? Unafeli wapi? Nimefunga mimi leo. Umefunga? Wakati Saudia leo hawajafunga. Unafungaje leo? Mimi nalipa leo. Tangu juzi nalipa. Unalipa? Wewe unachekesha kweli. Unakilipa nini? Wakati juzi umefuata na shoga zako vijora vyao wanakula hujalipa mpaka leo. Ramadhani unajifanya unakilipa nini? Hata vijora vinahusiana nini na Ramadhani? Madali inasi kulipa. Ndo nalipa mimi. Hiyo ndo shida yenu. Yaani nyinyi mkifunga nyinyi mundani ndo nataka watu wote wafunge ndani. Haya, na hadithi hizo kuhusu boflo mundani zimebakia pia. Nimekwambia nimefunga, nitendaje kuangalia boflo? Awe shida yako, mimi nikalea maamira mama ntilia huko. Sio unavyotaka? Haya sawa. Nione Ramadhani kesho utatafuta sababu nyingine. Hata kama Ramadhani mmangu ndo wange na masufuria hivyo uko jikoni. Naona mpaka sasa hivi hujaanza kupika. Nataka tena mpaka ifike jioni huko tuanze kuja kushuhudia. Nadhani shalia huko mara kubwa alijanguka, mara moto hivi. Papikwe mapema bwana. Mume wangu kupikwa saa 5 hii. Saa 5 hii kwani napika tele saa 5 hii mume wangu. Saa 5 haya na huyu mtoto. Mbona mpaka sasa hivi hajapikiwa? Huyu leo kafunga. Unasema nini wewe? Kafunga? Mtoto huyu anafunga? Anakifunga nini sasa hivi huyu wewe? Wewe lijua unaliona lilivyo? Sasa watu wazima ngome natupelekesha. Joto si joto, baridi si baridi, kizunguzungu si kizunguzungu. Ije kwa huyu, usitafute hatari kuja kumuua mtoto bwana. Leo nimefunga. Alafu za dini nasema mtu akifika miaka 7 au 8 afunge, na mimi miaka 7 na 8 nimeshapita. Leo mimi nafunga. Wewe una akili sawa sawa wewe? Wewe unajua umeliona? Mimi sitaki ukonde bwana. Utakuja kukonda tena mambo huu unanyanyasika bwana. Kuanzia kesho hakuna kufunga, kula. Lazima kufunga kuanzia miaka 15. Sisi na sepetu tulikuwa wadogo, hizo fursa tulizitumia bwana.
Baba, kesho gangu haja anafunga. Bwana nisikilize bwana, hakuna cha hajira wala hijira. Kesho hakuna kufunga. Sawa? Mama, fanya maarifa uanze kupika bwana. Sio tena tunafika hapa zale shalia huku bwana, siji ukumbi halijaanguka, siji moto hivi. Papiko sasa hivi. Haya, tunapika nini leo? Mimi pakupika ukijui. Hapa mwendo wa mpunga tu. Hapa tunapiga chenga tu bwana. Bwana kwa awali wewe. Majimbi haduliki. Wewe jimbi sasa hivi fungu 10,000 kijimbi kama hichi. Na si jimbi si wazimu. Si bwana tupige mpunga tu. Pale papikwe bwana. Kesho mama hakuna kufunga. Nisikie umefunga. Mke wangu, hakika leo umependeza sana. Asante mume wangu. Kama kweli mimi ni bingwa hodari, ni bingwa wa kuchagua. Watoto wa mjini wanasema kisu pisi. Hakika wewe mwanamke ni pisi kali. Asante mume wangu. Hata mimi najivunia kuwa na wewe. Nimekumisi mke wangu. Nimekumisi pia. Okay. Tunaweza kwenda chumbani tena. Mume wangu, hii ni Ramadhani na huu ni mchana. Hebu acha kuleta habari hizo. Subiri kwanza funga ipite, ndipo mambo mengine yafuate. Ramadhani na mapenzi yetu yanaingiliana vipi tena mke wangu? Na tambua fika wewe ni mke wangu na nimekuoa kwa halali kabisa. Nina uhuru wa kukupata muda wote ninapokuhitaji mke wangu. Tafadhali basi. Mume wangu, hebu acha mambo ya kutenzi yetu basi. Naelewa mume wangu, lakini dini hairuhusu hivyo. Mchana wa Ramadhani hautakiwi kufanya kitu chochote kile kibaya. Subiri kwanza funga ipite, Sawa, lakini tambua mimi na ukwiru na umenifika hapa. Siwezi kujizuia. Kwa nini jamani? Sawa. Lakini tambua ikiaziniwa sana kabla ya futari na kuja kuanza na wewe. Mama. Mama. Nini? Tumbo. Tumbo la numa. Nini? Tumbo. Tumbo la numa. Mwanangu. Noma sana Yes. Pole. Mama. Naomba dawa na maji baridi kwa mbali. Maji ya baridi? Basi nimeze. Haya basi stahamili kwanza. Stahamili tumbo la numa. Bado nusu saa. Mama, nusu saa unaiona? Basi mwanangu maji ya baridi. Kwa maji ya baridi? Kwa maji ya baridi stahamili. Subiri, sikiliza. Subiri ngakuchukulie mtu. Subiri, nenda kuchukulia mtu uje ulale. Umesikia? Umesikia? Sawa. Ana roho ngumu huyu bibi. Kashtua kwenye yale maji ya baridi. Sawa, acha nimalize. Lakini leo
Leo nimefeli plani. Funga kitu kingine bana. Kijana. Mbona umepita njia ya mkato? Mkato vipi? Unajua swala tayari tena kutaka na hiyo swala udhu. Moja katika nguzo za swala udhu. Sasa wewe naona umepita, yani umeanza na mikono moja kwa moja umekwenda na miguu, unaondoka utie udhu kwa kikamilifu. Ushanifahamu? Ndio. Utie udhu kikamilifu kama ulivyokuwa kwa utaratibu wake. Hebu anza kutia udhu vile. Si unafahamu? Unajua bwana, mrefu bwana, sijasali ustani. Sasa ni uongo. Nafika mwaka sasa hivi. Kwa hiyo mpaka zingine zishazisahau. Basi unaanza kunawa mikono, ushafahamu Unakuja unasukutua, ushafahamu Ndio. Kutia maji puani, unawa uso, ushafahamu Unaosha pale mwanzo uliasha vitongo vya mikono, lakini unaosha mikono kamili, ushafahamu Unamalizia huku kichwa, yani unaendelea kama kawaida kwa mpangilio. Unamalizia na mguu, unaanza na mguu wa kulia, unamalizia na kushoto. Sasa wewe umepua tu hapa, kwa hivyo bado najua bwana, ustadi sija ya msikitini muda mwingi bwana. Sasa kidogo ndio nishasahau. Asante bwana kwa kunikumbusha. Asante. Mamu. Ramadhani yote anatoka huko. Mama. Mungu wangu. Kaka. Unatoka wapi usiku huu? Hapo kwa kina Dida jana kanambia nilale huko kwa asubuhi ndo nitarudi alfajiri. Kwa kina Dida. Sikiliza mama, usizani mimi taarifa zako sisijui. Unatambua fika huu mwezi ni mtukufu wa Ramadhani. Haupo mchana tu. Upo mwezi mzima. Alafu unafanya mambo yako ya kipuuzi humu ndani. Papa, lakini mimi sijafanya chochote. Hujafanya kitu. Nadhani mimi sijui na wewe mambo unayofanya huko. Taarifa zako zote ninazo. Alafu mnajifanya mnafunga. Mnafunga nini? Kwa mimi yake mimi sijafanya chochote kaka. Mimi yake yangu umetoa kina Dida tu hapo. Utakuja ukufanya kitu kibaya, uje unione mimi kaka yako mbaya. Tumeelewana Endelea na huo upuuzi wako.
Babu vipi? Wewe Ramadhani yote mchana huna ka barabara unavuta misigara? Si ungechukua sigara kwenda kuvuta ndani huko, wewe umekaa hapo unavuta misigara tu. Tuingia hata sijui vipi rafiki yangu. Unanitia mimoshi bwana. Oh, babu mbona kufuatiliana hivi? Ushakumwona mwanamume kuzaa? Bado. Watakuzalisha sasa hivi. Basi bwana, samahani bwana, endelea bwana. Kimbia. Kashaniharibia siku huyu Kima. Ramadhani ndo nini? Watu tuna njaa zetu, tushindo kula tuogope Ramadhani. Mume wangu, hii ni Ramadhani na sasa hivi ni mchana. Mambo ya kushikana hayo vipi tena? Mke wangu, kipi ulivyokuwa ukisahau mke wangu? Tambua wewe ni mke wangu wa halali. Nina uhuru wa kukupata muda wote na ukihitaji mke wangu. Haiwezekani. Alafu kiangalia, mimi natia uzu nikaswali. Wewe bado unakuja unanishikashika tena. Come on baby. Nzako nimezidiwa. Tenzedi basi mke. Niache nikaswali kwanza. Kumbe ndo jimbo lako ile? Haka kumbe hujafunga. Wewe umefunga. Sasa nishangalie na kimya. Mama umemwacha hapo nje chakasikia. Ile moto umeweka sasa hivi. Sasa tunakuja muda kama huu. Usinitizame. Mimi nina dharura kwa. Na mimi nina dharura sio hivyo. Mimi mwana tumbo hizi zimegaragara. Na kanambia nifunge huyu. Mwiga mwanangu. Hujafunga? Mama mefunga mimi. Mwiga mwanangu. Ina maana hufungi wewe? Mefunga mimi. Isipokuwa ila dharura tu. Na donda vya tumbo mama.
Sikiliza, jana uliniambia hivyo hivyo. Una dharura, unaumwa na tumbo, saa 11:30 unataka ule, nikakwambia stahamili. Leo saa 7 kweupe mwanangu nakula. Lakini mama, hilo swala ndo la kulaumiwa peke yangu, wakati tumekuta watu wawili tunakula, mimi na mimi na pia nakula. Mwenzio ana dharura huyo. Sasa kama mama ana dharura na mimi sina dharura, tangu jana hali yangu najua ninaumwa. Tangu jana kwa na garagara pale na na vidonda vya tumbo. Kama kweli una dharura, ufahamu kwamba pindipo utakapokuja kuivuka hii Ramadhani, utakapokuilipa, kama kweli una dharura, basi Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Lakini kama unakula kwa makusudi, mchana kweupe, mwanangu, uhakikishe kwamba funga hiyo Mwenyezi Mungu haitaki wala hana habari nayo. Sasa mama, mambo ya Mungu na ugari mhusiana na nini? Ina maana unanifanyia kebehia? Sawa mama, nimekuelewa. Wacha nimalizie. Toka! Hiyo ndio umefurahia hilo jambo. Haya, malizia. Na wewe umetia ugali mwingi kwa sababu je ule na kaka yako? Hamna mama, weka sasa mimi nimfanye nini? Akija kuoa huyu siku kama hizi, kama mke wake akiwa kama wewe, basi ufahamu kwamba watakula pamoja, au siku nyingine Ramadhani nzima atakula hivyo hivyo, atakuwa hafungi kwa sababu ndo atakuwa kishazoea. Mke anakula siku 5 au siku 7, naye atakula mwisho ataambia mke wangu tusifunge tule hivi hivi. Yeye hajui kinachoendelea. Na unapokula ujifiche. Sawa mama. Vipi ndugu yangu? Kuna nini kwema huko? Dada, hakuna ukwema wote ule. Hivi ninavyokuambia, tunapoelekea hii ndoa mimi itanishinda kabisa. Ndugu yangu, mbona mapema? Ndoa itakushinda vipi? Unataka kutuaibisha? Ndoa ya juzi tu hata wiki haijamaliza unasema itakushinda, unataka kututia aibu wewe. Haya, kuna nini? Ni kuhusu mume wangu dada. Hivi ninavyokuambia, kila nikijaribu kumuelewesha hataki kunielewa. Ramadhani yote hii ananilazimisha kufanya tendo la ndoa. Ina maana wewe mumeo hajui kama huu mwezi wa Ramadhani kwamba watu hawaruhusiwi kufanya hicho kitu eh? Dada, hivi ninavyokuambia, mchana wote huu wa Ramadhani tumetoka kufanya hilo tendo. Tume ndugu yangu, na Ramadhani yote hii yule mume mtu aina gani? Na maana hajui kama hii Ramadhani haturuhusiwi kufanya hilo swala. Haya, unaona ndugu yangu, madhara ya kuzoazoa wanaume huko waloko hawajulikani, hawatambulikani si nikwambia we, huyu mwanamume sie unaona mtihani wa Ramadhani yote hii aenda kulifanya hilo jambo. Kweli hivyo ndo vizuri? Hata sielewi dada, nafanyaje? Hapa itabidi mwenzangu tupeleke uende kwa yule shehe ambaye amekufungisheni ndoa. Maana mimi sina hata kushauri hapo kwa sababu sisemi kama ndo najua vizuri hiyo dini. Kwa hiyo itabidi nikupeleke kwa yule shehe ukamwelezee hali ilivyokuwa, tena ajue nini anakwambia. Lakini dada, naanzaje mimi kwenda kumweleza? Sasa ndugu yangu, utafanyaje? Kwa hiyo kile swala liendelee kila siku kufanyika wewe unajua kama Ramadhani kufanya lile swala si zuri. Yeye mwenzio hajui, maana haijui dini. Mimi yule nilikwambia mapema kwamba yule si mwanamume. Wewe Ramadhani yote hiyo ukamwingilia mkeo mchana kweupe kweli. Hapa hakuna cha kufanya. Cha msingi umfuate tu yule shehe aliyokufungisha ndoa, umuelezee kwamba hivi na hivi na hivi na hivi. Hilo ndio la kukushauri mimi. Sina jingine la kukusaidia ndugu yangu. Basi twende wote dada. Sawa, hamna shida, mimi nitakupeleka. Basi haya.
Mume wangu, huu muhogo sio chakula. Wewe iftari zote za kuleta hajaona mpaka alete muhogo? Mume wangu we, unakosea sivyo hivyo. Yaani sisi tumefunga tangu asubuhi, tumefunga tangu alipaja hatujala mpaka sasa hivi saumu kala, alafu mtu atuletee mihogo hii. Halafu haina hata gaga, hata kitoweo haina muhogo, wewe utakula. Wewe paka hadi muhogo huu. Sisi tumepika wali na mchuzi wa samaki na mboga. Umenifahamu? Kwa hiyo na wewe mwapelekea huo? Nimewapelekea, sisi tunapelekeana. Umeona mambo? Sasa yani sisi tukachukua muhogo, wao tuletee muhogo, sio tuwapelekee wali wetu na samaki. Hilo swala haliwezekani hata siku moja. Hata siku moja. Siku nyingine wao wamepika vyakula vyao vizuri kwa majifungia ndani. Ushanifahamu? Vizuri, mbona hawajatuletea hao vyapati nini? Wamtuletea muhogo huo. Huyo nzi muhogo hali. Sasa sikiliza, mimi huu muhogo hapa si uona umwaga bwana. Usiumwage mume wangu. Uweke mimi nitaula, usiumwage. Huwezi kula muhogo, huwezi kula muhogo. Mimi nimeleta wali mtamu kajilazimisha kula mihogo kwa makusudi. Basi kama utaki ni umwage na urejesha. Na urejesha huko kwao tena. Iwe mwanzo leo na mwisho leo kuletea na mihogo ndani ya nyumba bwana. Tusitiane nuksi bwana. Hii mihogo bwana mizizi si chakula, watu nakula wali bwana. Na urejesha sasa hivi. Hebu zuia kwanza mzigo hapa. Hivi nyinyi, ina maana nyinyi tu ndio mmeumbwa kukosa? Ni kila siku sisi mnatuletea mihogo tu. Kila siku mahogo, tena mihogo yenyewe hata kitoweo hayanayo. Hata kitoweo hayana. Mtu umefunga tangu asubuhi mpaka jioni, halafu uje kufari mihogo hiyo. Mizizi hiyo. Alokuambia muhogo chakula nani? Sasa tuletee mihogo bwana. Nisikilize. Ulichopata wewe, sisi tumekosa. Wewe ulipata wali, nyama, mboga, samaki. Sisi tumekosa mpaka mboga na tumepika huu mhogo mtupu uliokuwa hauna hata dagaa. Ndio riziki yetu Mwenyezi Mungu aliyotujalia babangu. Usijifikirie wewe unaokipata, ukafikiria na sisi wa chini tulichokikosa, ukaona sio watu. Na sisi ni watu vile vile. Sikilize bwana, nyie mnafanya makusudi kutuletea sia mihogo hii. Huu mhogo paka hali huu. Nyie siku nyingine mmepika vyapa tupo vizuri mnajifungia ndani. Halafu sisi ndio mnatuletea mihogo. Mmetuona sisi paka au vipi? Sikiliza bwana, huo paka hali sasa huu mhogo. Hata kitoweo hauna kuanzia leo. Sisi mkatuletea tena mihogo kama hiyo bwana. Nisikilize vizuri. Kama ni zana zako zilizokushughulisha kwamba sisi humo ndani tunapika mawali, machapati, maandazi, si madegani, sisi hatukuleteni. Ushanifahamu? Hizo ni zana zako wewe mwenyewe. Ushanifahamu? Wewe umeamua kuniletea mhogo wangu, mimi naondoka nao. Hii ndio riziki Mwenyezi Mungu alofanyane, alonijalia. Asante babangu. Kama sasa vipi nitaka nikapike mie, maana iftari haijabaki wala daku na mida ndo hiyo. Na njaa kani. Na leo pia hujafunga? Sijaosha nywele bado najisikilizia. Mwanangu, tukia mwezi pili mpaka leo mwezi 16 hujafunga. Kesho tukijaliwa uamke ufunge na kuswali, kwa sababu hili suala sio wewe tu, kuna na wengine ni hivyo hivyo. Atafunga hata akipata ile kuingia kwenye eda yake, japo kama atatumia siku 3 tu tayari anateremka nayo tu. Katika mwaka huu ni mwezi mmoja tu tulochaguliwa, huoni tunu mwanangu? Naona.
hakikisha leo unaosha nywele zako. Ukimaliza, tukijaliwa kesho, funga inaendelea na swala pale pale. Tayari? Haya, sawa. Usipate hiyo sababu. Kwa hiyo vipi? Chakula. Nenda kapike. Chakula kipo. Odi. Odi. Karibu. Karibuni. Asante, tumeitika wito wako mzee wangu. Haya, asanteni. Kaeni kitako nakuja. Haya. Nimepata malalamiko kutoka kwa mkeo, lakini kabla sija nikusikilizeni kwanza. Yeye shamsikia, wewe nikusikilize. Je, hili swala umefanya kweli? Ni kweli mzee wangu. Mke wangu, umepata wapi ujasiri wa kuyatoa mambo yetu ya siri nje? Huu ni uzalishaji? Hapana, hivyo sivyo. Usome, ushafahamu. Usiwe Muislamu jina tu, usome taratibu zilivyo. Kila kitu na wakati wake. Halali ina wakati wake, vile vile ile halali kuna wakati inakuwa haramu. Sasa kutokana na hivyo ulivyokiri, umefanya kosa, na kosa hili adhabu zako mambo haya matatu. Moja, uwalishe maskini 60 au ufunge miezi 2 mfululizo au mwachie mtumwa huru. Hii ndo adhabu yako na lazima uitekeleze katika haya. Umenifahamu bana? Ukesha unaendelea na maisha na mkeo hivyo. Lakini shehe, huyu ni mke wangu wa halali, nimemuoa kwa halali mimi. Nina uhuru wa kumwingilia muda wote na ujisikia. Sasa kwa nini niwekewe tena kizingiti? Hapa ndo kimbilio. Hivyo alivyofanya ndo sahihi, au ulitaka ende saluni akatoe malalamiko haya, au kwenye kikao cha kahawa? Hawa sisi ndo viongozi wa kidini, na haya mambo ya kidini sisi maana yake ndo waamuzi, ndo tunotoa fatwa katika masuala kama haya. Sawa mshe, nimekuelewa. Mimi naomba uruhusu tuondoke. Asante sana mzee wangu, maana umeweza kunisaidia kiasi kubwa sana kwa hili. Nakushukuru kwa hilo. Asanteni wanangu kwa hilo. Kaishini salama, muwe salama, mzingatie masharti ya kimaisha ya kidini. Okay, asante sana.
Asalamu alaykum ustaz. Asalamu warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali? Asalamu alhamdulillah. Bwana ustaz, nimefuata mzigo wangu bwana. Mzigo wangu uko wapi? Maana huko nimepita naona watu na vifurushi tu. Umefuata na mie changu hapa. Sadaka bwana, kusema ukweli imetoka, lakini kutokana na mazingira yako wewe kwamba sio mhudhuriaji wa katika sala zote, kuna nyingine unakuja, nyingine unaacha, lakini tumetoa tamko rasmi jana katika sala ya Isha kwamba leo tutakuwa na sadaka kidogo kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalumu kama vile wajane, walemavu, wale tunaowahisi kwamba wana mafukara, ushafahamu Ndo sadaka imetoka kwa watu kama wale, sio sadaka imetoka kwa watu wote, sababu sadaka yenyewe ilikuwa ni kidogo katika kingi. Sasa ustazi, kwa nini itoke kwa watu maalumu na sisi tunaswali sote? Mimi nakuaje nakuja kukosa sadaka hapa? Kwa sababu kama Waislamu sote sisi Waislamu sote sisi tunaswali lakini inapokuja mambo ya sadaka, inapokuja mambo ya kupeana watu nini, ndio inakuja sasa makundi maalumu, watu maalumu, sio wengine hatukumbukwe. Jamani, hivi sivyo bwana, kama Waislamu sote Waislamu. Kama imekuja sadaka na mimi nipoe furushi langu. Hiyo ndo hali. Makundi yapo hata katika safu na fadhila unazoambiwa za safu za sala, safu alosali, safu ya mbele, ya nyuma, kwamba hii ipo. Kuna maimamu, kuna maamuma, mstari wa mbele kabisa, mstari wa kati. Sasa na hii sadaka ndivyo ilivyokuja. Tumeambiwa wale watu wenye mahitaji maalumu tayari hapo. Umemaliza, tuyazingatie, hilo lipo. Yaani kama sadaka wewe umeshindwaje kuminamie kuniingiza katika kundi lolote, hata kama kundi la wajane, la mayatima, la nani, wewe ungeniingiza momote na mimi nipate kifurushi hicho. Hiyo forgery. Sisi tumefanya kitu halisia kwa sababu haya ni masuala ya kiimani. Kwa hiyo una uhakika ustazi na wewe hujapata kifurushi hapa na mafurushi yamekuja msikitini? Mimi ndo natoka kuswali. Si umeniita nimetoka wapi? Nimetoka ndani ya msikiti. Ndo kwanza nimemaliza kuswali. Hivi ninavyokuambia mimi sikuchukua kwa kuzingatia hilo. Chakwenda mchomo. Ujenda mchomo. Samehe tu nafsi yako. Tambua daraja yako. Kuwa mwelewa. Haya bwana ustazi, kama kuwa na imani, kuwa na takwa. Haya bwana ustazi, kama ndio hivyo. Mimi nikajua nishakosa, maana mimi nimeswali hapa sala nini, naona hujakosa kitu. Hujakosa. Haya ustazi. Lakini sasa chengine. Samahani lakini. Bila samahani. Nimepata malalamiko bwana kwa jirani zako. Wanasema kwamba katika hii ziada zetu za utamaduni wetu huu mwezi wa Ramadhani. Ushafahamu Yaani katika siku umenivuruga vibaya nakwambia. Mimi nakwambia umenivuruga. Nipishe mimi. Tena haiwezekani kabisa. Umeamua kunivua nguo darajani. Ona sasa unavyoaibika. Sasa nakwambiaje, hizi miezi miwili basi tunagawana. Wako mmoja na wangu mmoja. Unanichekesha kweli. Yaani madhambi yako unataka unibebeshe na mie. Na kama shehe ameongea vile, basi unatakiwa hayo masharti uyafuate kama alivyoyaongea. Yaani nimechoka na wewe. Ina maana umenioa kwa ajili ya Ramadhani tu? Nina wiki nimekaa kama nina miaka. Nimechoka. Hata kama hichi ulichokifanya mke wangu hakika si ya kusamehe. Haiwezekani mambo yetu ya ndani unaenda kuyatoa nje. Maana yake nini sasa? Na nabeba nguo zangu naondoka. Sasa kama umechoka, mimi nimechoka zaidi yako sasa. Utajijua mwenyewe, nipishe. Na wewe pia utajijua mwenyewe. Niache, endelea kuishi na maisha yako, si ndio unavyotaka? Wakupelekeana sadaka hizi za chakula, yaani chakula anachopata au kila mmoja alimradi afutari. Usafahamu watu wanapokuletea chakula unawafukuza nacho. Sasa vile sivyo, sababu wewe binadamu unachopata ushukuru, anayekuletea ndo kapata na yeye kaona aende kwa mwenziwe akamkumbuke. Ndio lazima niwarejeshe ustazi. Haiwezekani mtu anakuletea muhogo, hauna hata kitoweo, hauna hata dagaa. Wewe umempelekea mtu wali wa samaki na nini? Yeye anakuletea muhogo basi ustazi. Kweli inaelekea hii. Sasa yeye ndo alichopata hicho mwanangu. Yeye ndo alichopata na unachopata wewe mwenzio ushukuru, kwa sababu kuna mwenzio hana kabisa. Hata wewe ujizingatie vile vile, kwa sababu maisha mabadiliko.
Leo uko juu, kesho utakuwa chini. Hicho ulicholetewa wewe ukakiona kidhaifu, kesho kutwa utakuja kukosa na wewe, na mambo uliyofanya utakuja kuingia katika fedheha kubwa. Watu watakukumbusha au watakusimanga. Hebu kuwa na imani. Huo ni mtihani Mungu anakuletea kukuonesha maisha ya watu ili upate kushukuru kwamba wewe unapata kizuri, lakini kuna wenzio wanapata riski lakini ya hali ambayo wewe mwenyewe unahisi ugumu. Kwa hivyo wewe juu yako unapopata uwakumbuke. Umepata 15 mwenyewe umetumia kwa matumizi yako, lakini japo 2000 unampelekea, anapata kununua na yeye japo tonge la nini, fungu la kuosha, anachanganya na mhogo wake, anashukuru, na wewe unarudishiwa neema. Leo umenizindua kidogo, umezungumza vitu vya msingi sana. Yaani fahamu kweli bwana, mimi nilikuwa nafanya makosa, tena nilikuwa nipo katika giza nene. Maana mimi kweli nilikuwa nawarejesha na wakosea kama hivyo, lakini kuna leo na kesho kama unavyosema. Inawezekana kesho ikaje kageuka kwangu, ikaje kawa shida kwa sababu mifano hai ipo. Nashukuru sana mimi kwa kunizindua, na inshallah nitamuomba Mwenyezi Mungu anisamehe, nimtake toba, na pia nitamfuata yule mama vile vile naye anisamehe, ili ibada zetu na swaumu zetu na dua zetu za katika mwezi mtukufu basi zikubalike. Iwe ndio sababu ya kuongokewa moja kwa moja, ustazi wangu. Basi asante bwana, nashukuru bwana, umenifungua bwana. Asante sana. Haya, asante bwana, nilikuwa katika giza nene bwana. Tuombeane dua, hakuna mkamilifu. Mzee wangu, nimekufuata hapa kwa kitu kimoja tu. Mke wangu nyumbani kaondoka. Naomba unisaidie kwa hili. Tatizo nini? Siku tulipoondoka kwako, baada ya kufika nyumbani tuligombana sana na mke wangu, na kaamua kuchukua kilichokuwa chake na kaenda zake. Kwa hiyo mimi bado inaniuma na bado namhitaji yule mwanamke, nampenda eti. Naomba unisaidie mzee wangu kama itawezekana. Inaonekana tatizo kiini ni wewe. Kwa sababu kwa mujibu wa inavyoelekea kwamba yale ambayo tuliyahukumu pale hukurizika nayo, na tatizo kwamba wewe umeingia katika ndoa kwa njia ya mkato. Siku hizi ili watu wanapoingia kwenye maisha ya ndoa, kwa kupunguza mambo kama haya, watu wanakwenda kusoma miezi mitatu na cheti wanafanya, wanapata cha nini, cha masomo. Sasa hii kupita mkato ndo tatizo lote. Umenifahamu? Lakini mzee wangu, na kuahidi kwa hili sitorudia tena, na kama utafanikiwa kumrejesha mke wangu nyumbani, na kuahidi mzee wangu, nitabadilika sana. Nitafuata kile ambacho anakisema mke wangu. Na kuomba please Maalim, bado mke wangu namhitaji sana, ana nafasi kubwa sana kwenye maisha yangu. Na kuomba unisaidie. Kwa sasa mkeo yuko wapi? Mpaka sasa ninapozungumza na wewe, mke wangu yupo kwa dada yake, na kila nikipiga simu yangu haipokei. Kila nikituma chochote mimi kwangu hanijibu. Naumia mimi. Sio tatizo. Hapa tukae muda, baada ya salati la asiri tutaondoka, mimi na wewe tutakwenda tukayamaliza. Sawa mzee wangu. Asante sana. Nashukuru sana kwa hilo. Haya, asante. Karibu mwanangu. Asante.
We mama we tilie. Toto na hivyo kitoa chitu cha dongo hichi ndo manga kwambia we Nandi. Kila. Oya. Ndo maana nasikia ile Mungu kaumba, mama kazaa. Asio. Weka mboga 7 hiyo, mzigo mboga 7 huo. Toto. Kitu chenyewe. Yaani ingelikuwa kama ndo vile ungekuwa Hadija kipindi kile. Mapema ngona ngekuwa shawahi mie sasa hivi. Chenyewe sana mlenda oya. Kitu cha dongo. Vipi mtoto? Uli? Haona wewe ndo unajikuta Nandi? Ucheze mbali. Utacheza mbali. Ucheze mbali. Utacheza mbali. Ngarobo. Na nusu temo. Je kila. Mzee Koti. Darumba. Ucheze mbali ngarobo, Jumanne Kaimba huyo. Na shughuli kiasi yako unajitahidi sana kuishikia ubwabwa vizuri. Mko serious yao? Wale walipatikana hivi. Unajua ngoma ilikuja tu Kwani hujafunga? Mtoto wa shehe. Sala 7 wewe au ngapi? Unaweza kaenda. Tumefunga leo Yanga, chungu Yanga ngapi leo? Mbona nifanyia hivyo babu? Yaani mnavyonitenga, yaani mmenifanya kama mimi ni Yuda, afu nyinyi ni watu wa Yesu, si ndio? Oya mwachieni, mbona mwanetu huyu? Tumedhali ni mimi na wewe. Waposema mwenetu yani. Kajua ngoma imepatikana vipi? Kwa hiyo aje tu mtoto wa kiume atoke tu kwa aje akae kwenye chama la wana. Hapa utii mkono wako. Mimi si mtoto wa shehe. Yaani mimi sijafunga mimi makobe kama nyinyi. Halafu mimi na Ramadhani hatupatani. Yaani ukiongea Ramadhani, mimi kama naongea Simba na Mangungu, vitu vile tofauti. Mangungu na Simba. Yaani mimi na Ramadhani na Simba. Msogezee mangu. Oya, mboga 7 hiyo. Uko hapa sio? Wewe unakula tu Ramadhani yote mchana kote huko. Hebu nyanyuka hapo kwanza. Nyanyuka nende wapi bro? Nyanyuka. Wewe utakulaje mchana hapa? Kwa nini mchana babu? Au mbona kwa hivyo? Afu Ramadhani yote hujui kama Ramadhani ile. Ramadhani sawa lakini ambao hawana maradhi, sisi tuna maradhi ya tumbo babu. Una maradhi kijana unaumwa wewe. Twende. Mustazi wangu. Karibuni sana bwana. Naona umekuja ugeni wa hafla lakini si tatizo. Ndio baraka zenyewe hizo na kheri zenyewe. Kwa hiyo nakusikiliza. Ujio wetu bwana, tupunguze muda mali. Ujio wetu tumekuja na hapo shehe kutokana na shida za mkewe kwamba ameondoka bila ya maelewano. Sasa kaja kwangu kama kuja kutengeneza suluhu baina yake na mkewe. Huo ndio ujio wetu. Katika hili mimi si mzungumzaji sana, sababu mimi ni shemeji yangu tu na dada yake hayupo. Amepata dharura kidogo, amempeleka mtoto hospitali. Kwa hiyo hakitoharibika kitu kwa sababu mimi nipo. Hivyo basi katika hili mimi sitakuwa mzungumzaji sana kwa sababu mhusika mkuu mwenyewe yupo, nadhani tumpe nafasi mwenyewe aanze kuzungumza. Mama, vipi hapo? Wewe unasemaje katika hilo? Mimi kwa kweli mzee wangu, kwa hili jambo sipo tayari. Sipo tayari kabisa kurudi kwake. Kwa sababu tabia ambayo ameionyesha hata jamii huko ikisikia, mimi nitaishije? Lazima nitaona aibu. Kwa mimi siwezi kabisa. Sasa wanangu, miezi yote
lakini katika mwezi mtukufu huu maalum wa Ramadhani tunatakiwa kila kitu tukiweke sehemu yake, kiwe kizuri zaidi ya miezi mingine iliyopita. Hatutakiane tufanyiane makosa kama hivi, yani tujitahidi. Kwa ufupi, tumeomba kukosea, na unapokosea mwanadamu, manake unapotanabahi unatakiwa utake radhi. Yani unapokosea, lakini unapotanabahi unatakiwa uombe radhi. Sasa yeye kaja kuomba radhi baada ya kujua kakosea. Kwa hivyo wewe kama wewe, wajibu wako kumsikiliza mwenzio. Huo ndo wasia wangu bwana. Mimi niombe radhi tu kwa mke wangu kwamba nimekosa, na makosa siku zote ni sehemu ya mwanadamu. Kwa hiyo mimi nimekosea, na ukiangalia pia mali nipo chini yake hapa kwa ajili ya kumwomba msamaha, nisamehe tu, hakikisha kwamba sitorejea tena. Ni shetani tu na ibilisi nini alimpitia mara moja kujikuta nafanya hilo tukio, lakini